Hallelujah. Watu wengi tumekuwa tukiomba but tumefinyiliwa na shetani. Tumefinyiliwa, kama kwetu kuna inheritance yenye babangu aliwachiwa na babu yake, si ndio? After babu yangu, sisi kama watoto wake tuna need kurithi kutoka kwa baba yetu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. But most of the time unakutanga kunaletwa mambo zingine, unakuta kuna kesi watu walinyang'anywa shamba zao, brother ya baba yako anawanyang'anya. Unakuta most of the time pengine baba yako akakufa mbele, so unakuta brother za mama yako wananyang'anya baba yako shamba yenyu. Praise God. Nataka tukuje kama tumeshikana. Ni kitu ile practically, kitu ile kila mtu ana understand. We have those cases. Hallelujah. Ati brother ya baba yako alinyang'anya mama yako shamba yenyu. Hata unasema ile shamba ilikuwa yetu. Hallelujah. But brother ya baba yako akanyang'anya. Hallelujah. Leo tukimaliza service ya leo, lazima tutajua venye tutaweza kuitisha chochote that belong to us. Hallelujah. What is yours? By fire, by force. Lazima mtu apate kilicho chake. Yeye akae na yao na mimi nikae na kile kiko changu. Brother, Bwana Yesu asifiwe. Imagine before you are created, God knows you. Just imagine that. It is biblically. Kuna vitu wewe maisha yako umenenewa. Prophecy after prophecy. Hallelujah. Another day conference ilikuwa hapa, my sister prophesyiwa hapa kambiza international worshiper. Bwana Yesu asifiwe. Nao na yeye shetani akiwa hapo alisikia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikiwaambia prophecies zenye nimeprofesaiwa. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Baka zingine naulizanga ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Unaambia you have a lot of riches in UK. Bwana Yesu asifiwe. Nimeprofesaiwa hivyo. Sina idea UK nasomanga kwa kitabu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu wetu ako UK. Hallelujah. Najaribu kujitafuta mimi a village boy kutoka Mwea Kirinyaga na UK. Hallelujah. Unaona sasa shetani venye anatuongeleshanga. Uwezi ona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So a lot of prophecy, mambo mingi ya maneno juu yako. Tumeneneo mambo mengi. Umeambiwa utakuwa, unafanyika. Unaambiwa when you come out of this prayer center, umepatana. Utapatana na blessings zako kwa njia. Unagojea wapi? There is a secret. Hallelujah. Kuna siri. Na siri tunaitoa wapi? Tunaitoa kwa kitabu ya Mungu. Today we must claim what belongs to us. We are the descendants of Abraham. The blessing of Abraham is ours by faith. Hallelujah. We are the descendants of Abraham. So mimi, juzi nilikuwa nasikiza another sermon, mtu mwingine akisema ati Joseph, Biblia inasemanga was handsome. Esther was beautiful. Kwa Mungu ni kwa kutakuona ado wadhaka. Praise God. Ati mtu ule ameokoka ndiye anakaa hivi haizi bresiwa. Tumesoma kwa Biblia tunasikia walikuwa matajiri. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwa kanisa upati gari kubwa. Hallelujah. Ukienda ile side nyingine kwa klabu mnaonanga hata siongei. We must know this secret. We must claim what belong to us. We must claim what belong. Hii utajiri yote ni yetu. Unaniambiaje kwa Mungu kukweni kuna maskini? Hapana. We must raise and claim what belong to you. Hallelujah. In the book of Numbers 27. Numbers, Monica. Tusome. Hesabu 21 mstari wa 27 kuanzia 1.
Hesabu 27. Biblia inasema, wakati huo wakakaribia hao binti za Zelofehadi mwana wa Heferi mwana wa Gileadi mwana wa Makiri mwana wa Manase wa jamaa za Manase mwana wa Yusufu. Na majina ya hao binti za Zelofehadi ni haya: Mala na Noa na Hogla na Milka na Tirsa. Mstari wa 2, nao wakasimama mbele ya Musa na mbele ya Eliazari kuhani na mbele ya wakuu na mkutano wote mlangoni pa hema ya kukutania, wakasema, baba yetu alikufa nyikani, naye hakuwamo katika mkutano wa hao waliojikutanisha kinyume cha Bwana katika mkutano wa Kora, lakini akafa katika dhambi zake mwenyewe, naye alikuwa hana wana wa kiume. Mstari wa 4, kwa nini basi jina la baba yetu kufutwa katika jamaa zake, kwa sababu alikuwa hana mwana wa kiume? Tupe sisi urithi pamoja na ndugu zake baba yetu. Mstari wa 5, basi Musa akaleta neno lao mbele ya Bwana. Bwana akanena na Musa na kumwambia, hao binti za Zelofehadi wananena lililo haki. Kweli utawapa milki ya urithi pamoja na ndugu za baba yao, nawe utawapa urithi wa baba yao. Mstari wa 8, kisha utanena na wana wa Israeli na kuwaambia, mtu akifa naye hana mwana wa kiume, ndipo utampa binti yake urithi wake. Amen. Amen. Hallelujah. Hata hiyo nikose kuhubiri tena imekuexplainia. Hallelujah. It is against the law of Israel. Wasichana hawakuwa wanarithi. But hawa wasichana walishikana, wakakasirika. Praise God. You must come out of comfort zone. Lazima ukasirike, ukatae hiyo maisha unaishi. Lazima you take a step of faith and start walking. Wakasema hatutanyamaza tena. Hatutanyamaza tena. We shall claim what belong to us. Hallelujah. Walikuwa wamenyamaza, wakafinyiliwa na shetani. Wakafinyiliwa, unaona, na tradition za kwao zilikuwa zimewakalia. Hawangeitisha. Wakauliza aje? Baba yangu alikuwa na mali, kuna mashamba. Other people are enjoying our inheritance. Hallelujah. Like now kuna watu wana enjoy what belong to you. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna kijana, I have my prayer partner. Kijana wake akiwa alipatanga 405 marks, akaenda Murang'a High, Nyeri High. That guy alikuwa anakuja number one. Kukafika akiwa form 3. Akaanza kudrop, mtu alikuwa anapata A minor, akaanza kupata D+. What happened? Huyu kijana one day akaota. Akiitwa position yake, akaota yeye akiitwa like me I'm Martin Mwangi. Akiitwa Martin, si mimi nasimama, ni Martin Kariuki anasimama in my position. Na mimi kukifika position ya Martin Kariuki, na mimi ndio nasimama. Have you understand? Alikuwa amebadilishiwa. Hivyo mnasikianga kubadilishwa nyota ni ukweli. Mtu mwingine anachukua your rights. Mtu mwingine anachukua what belong to you, anaanza kuenjoy. Bwana Yesu asifiwe. Huyo kijana akakuja akashia, mamake akataka kujua kwa nini. Kwa nini kijana wangu ameanza kufail? Anaanza kumaccuse. One day akashare with us that dream. Nikamwambia, shetani ame exchange the destiny. Kuna watu wamekalia destiny za watoto wako.
Kuna watu wamekalia destiny yako. Kuna watu wamebadilisha, wamenyang'anyana. Hata si mnasikianga tumeenda kushikiwa nyota yangu iliibiwa. It is true. Hiyo ni kitu mimi nakuambia, kitu niliona. We fasted for 3 days. Tukaomba. Hiyo exam nyingine, huyo kijana alikuwa amerudi his position. There is power in prayers. There is power in prayers. So unaweza kuwa uko hapa na wewe maisha unaishi sio maisha yako. Ukiota unaotanga ukiwa tajiri, ukiamka wewe ni maskini. Hata nyumba kulipa ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Today I want to tell you, you must come out of comfort zone and start walk of the faith. Uanze kutembea na kuamini, kuambia Mungu, I claim what belong to me. Hao wasichana kama wakikasirika, wakute kuhani wa Mungu wamwambia hapana. It is against the law. Hallelujah. Soma kitabu ya Esther. Esther, the moment walijua Haman amewapangia, it was against the law kwenda kwa king. You know the word. But alisema no, I know it's against. But the first of all, Ali take the step of faith. Hallelujah. Akaomba. Na akaenda mbele ya mfalme akamwambia, kujeni kwangu. Na Mungu alibadilisha. So God is against, even hata kama kumiambio wewe utakuwa nini. But when you pray, you overturn things. When you pray, you overturn things. Umekuwa ukai maisha yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hawa sana walishikana. Wakaenda kwa Musa. Musa akasema, ya, sasa hapa nifanyaje? Na yeye alikuwa anajua solution inakuwa kwa nani? Kwa Mungu. Where do you take your case? Where do you take your case? Where do you take your case? Hao walipeleka kwa Mungu. Na Mungu akakuwa is a God of justice. Biblia inasema our God is God of justice. Hallelujah. Umeprofesaiwa mambo mengi. Hata wewe unajua hiyo maisha unakaa si maisha yako. You just need to raise to come out of this. Uende uamini Mungu, uanze kuomba, uambie God, I claim what belong to me. This prophecy itafanyika by fire, by force. Hallelujah. Walishikana wakaenda wakakuta Musa. Musa akaenda akauliza Mungu. Mungu akamwambia, hivyo wamesema is right. Ikabadilisha hata constitution ya Israel. Because of only 5 ladies. Walipeleka petition yao kwa Musa. Bwana Yesu asifiwe. How do you take your case before God? You must raise. Lazima uitikie kutoka kwa hii maisha. Lazima ukasirike na the life that you are living. Ugeni ndarakara, nimekasirika kuishi hii maisha. Maisha ya chini, maisha ya shida. Like me, I hate the spirit of poverty. Unajuanga shida inafanyanga mtu aonekane ni kumkumbavu. Hata if you have any say, uwezi sikizwa. Because of this, mwadhani, mimi nawaambia hakuna kitu nachukia kama shida. Na lazima uamke ukasirike. Useme roho ya self confused house, nimekataa. Mungu unajua unainua. Hallelujah. Unajua mimi kuna kitu moja ilinikasirisha, na ni vizuri vitu zinahapenia mtu. Nikaingia kwa matatu nikapata woman alikuwa na mimba. Sasa venye wewe mama, wewe ingia haraka. Nikafeel haki Mungu haki, mimi sitaki ile wakati mke wangu atakuja apate mimba kwa kiendanga na gari za barabara. Hiyo kitu ilinikasirisha. I start praying. Nikaanza kuambia Mungu, before my wife venye nilioa a conceive, I was 25 years. Mungu nipatie gari. Na God was for faithful. Wacha niwaambie, that is how God works. Lazima ukasirike na hiyo maisha unakataa, unakaa. Ukasirike na hiyo revo. Uko.
uanze to take that faith, uanze kuambia Mungu, mimi nimekataa hii maisha. Mimi Mungu nimesema utanibariki, utaniinua, utanifungulia milango. Bwana Yesu asifiwe. There is power in your tongue. There is life and death. Hallelujah. Na wacha niwaambie mimi I wish watu wale wananijua, kuna wengine naona hapa wananijua. Ungepatio mimi kitambo alafu patio mimi saa hizi unashangaanga. Unaona venye maombi inafanyanga mtu. Mimi kitu kinisumbua, sijuangi kitu kingine. Na kujana naambia Mungu hii kitu tumalizane. Na Mungu anasikianga maombi. Mimi nataka leo ukasirike. Nataka mtoke kwa hiyo level. Imagine sasa tunashinda tukisumbuana hapa na milioni 100 tu. Milioni 100. God akiraise 100 millionaires hapa leo. Shida. Hiyo si shida. But tuko na shida kama watu wameokoka. We must raise. Pastor ametuambia aje? Ati aliambiwa na Mungu aje? Sisi watu wameokoka tunatoanga tukifinya. Si ndio ametuambia hapa? Lakini wale wengine anaambiwa toa sacrifice. Anasema maneno. Hallelujah. Anasema maneno. Na hiyo maneno anaekelea sacrifice inafanya. Mimi I usually give. I name every sacrifice I give. Wacha niwaambie siri of prosperity is giving. Ukitaka kuinuliwa na Mungu, hata kama God sees the heart. Si pesa zenye zote unatoa, si milioni, si 1,000. Unaweza kuwa na 100, useme hii nimetolea seed ya biashara yangu. That is a seed. Na lazima God koje ameangalia hati yako, the motive you have. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu hiyo seed ataibariki. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna another story kidogo, napenda ku-encourage watu na this story. Another person akaenda kwa waganga. Akasema mimi nimekasirika na umaskini. Nataka kuwa tajiri. Hallelujah. Akaambiwa familia yenu mwenye amebeba utajiri wenu is your sister. Is your sister. Unajua kila familia kuna mtu Mungu anakuanga ametumia kama destiny connector. Anabarikiwa, anasaidia hao wengine kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. No, kuna kitu moja inakuanga inaingia watu, roho ya wivu. Praise God. Huyo alikuwa anaenda ku-exchange the star. Ku-extend the destiny. Achukue ya sister yake, yeye sister yake akuwe maskini, yeye akuwe tajiri. Kaenda kwa mganga. Unajua aliambiwa aje? One sacrifice. Enda ujue venye utadrag your sister, ulaya na yeye. Ukilala na yeye, hiyo utajiri utapata. Akatoa sacrifice. Kaekea sister yake dawa, sister yake akalala, akafanya tendo. Immediately, jamaa akaeka biashara. Jamaa akatajirika. Alichukua juu, ali-exchange. Utajiri ile yote ilikuwa imebebwa na sister yake. Sister yake akakuwa nikaa saa ameanza kuwa mtu kama mjinga. Hallelujah. Pengine wewe destiny yako ilichinchiwa na mtu. Pengine ulienda mahali ukapatana na diviner karer. Hallelujah. Pengine ulienda mahali ukaenda kwa waganga. Pengine uliona, wacha niwaambie, na hii ndio uona kwa nini unaonanga matajiri wanakuwa na affairs mingi. Wanajua nitachukua star ya huyu na ya huyu. Wanajua kuangalia who this person is blessed. Akona inheritance yake ni kubwa. How can I take it? I'll go to the kingdom of darkness. Nitoe sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. This is a real story. Huyo msichana akaanza kuingia mambo ya kanisa. Akaota. What happened? Bwana Yesu asifiwe. The Bible says God shall reveal us even the secret of the dark. Huyu ndio God we serve. Unamuuliza Mungu, why am I going through? God will reveal to you every secret. Msana akaenda akafanya deliverance, akaombewa. Hallelujah. The moment aliombewa na akakuwa delivered,
brother yake aligongwa na gari na akakufa. Bwana Yesu asifiwe. You must scream. Wacha uoga ati watasema nini. Don't leave a witch alive. Don't leave a witch alive. Mtu anachukua what belong to you, alafu unamsikilia huruma. Even if ni nani, I don't care. I don't care. Even wewe ukukea ukichukua ulithi yangu, ukukea ukichukua what belong to me. So mimi sina kazi yako. I'll serve God, I worship God, I will fast and pray and claim what belong to me. Wowote atakuwa nayo will fall. Hallelujah. Lazima. Bwana Yesu asifiwe. Joshua 14. Hallelujah. I like this story. Tusome Monica. Yes. 6. Yoshua 14:6 Biblia inasema, wakati huo wana wa Yuda walimkaribia Yoshua hapo Gilgali, na Kalebu mwana wa Yefune huyo Mkenizi akamwambia, wewe wajua hilo neno Bwana alilomwambia Musa huyo mtu wa Mungu katika habari zangu na katika habari zako wewe tulipokuwa katika Kadesh Barnea. Mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea ili kuipeleleza hiyo nchi. Nami nilimletea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Mstari wa 8, lakini wale ndugu zangu waliokwea kwenda pamoja nami waliyeyusha mioyo ya watu, ila mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kwa utimilifu. Mstari wa 9, kisha Musa akaniapia siku hiyo akasema, hakika hiyo nchi ambayo miguu yako imekanyaga itakuwa ni urithi kwako wewe. Hebu rudi hapo verse 9. Hebu hapo 9 usikize vizuri. Mstari wa 9. Kisha Musa akaniapia siku hiyo akasema, hakika hiyo nchi ambayo miguu yako imekanyaga itakuwa ni urithi kwako wewe na kwa watoto wako milele, kwa sababu wewe umemfuata Bwana Mungu wako kwa utimilifu. Mstari wa 11. Okay. Mstari wa 10. Sasa basi angalia, yeye Bwana ameniweka hai kama alivyosema, miaka hii 45 tangu wakati huo Bwana alipomwambia Musa neno hili, wakati Israeli waliokuwa wakienenda barani. Na sasa tazama, hivi leo nimepata miaka 85 umri wangu. Mstari wa 11. Hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa alionituma, kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo, na nguvu zangu ndivyo ilivyo sasa, kwa vita na kwa kutoka nje na kuingia ndani. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Naye akaenda kuitisha what belong to him after 40 years, 45 years. Praise God. Alifanya, anasema mimi nilifanya I obey the word. Niliobey venye nilikuwa nimetumwa niende nikafanye. Praise God. Wewe umetoka kazini zako, umetoka mambo zako, you are just obeying the voice of God. Hallelujah. Hapa angalia, alikuja akagojea 40 good years ndio achukue urithi yake. He was promised, kokote ulienda kukakanyagisha miguu yako. Verse 9. Akaambiwa that is, uko ndio utaishi na your descendants. Wewe ni mambo mengi umeambiwa. Pengine ungekuwa umepata vitu zako saa hizi. Hakuna haja, mimi naambianga kuna spirit inaitanga spirit of delay. Hallelujah.
kudireishwa. Sikatai. Anasema I'm 85. I'm strong. Kama venye nilikuwa nikiwa na miaka 40. Hallelujah. No 40 years, what belong to you imekuwa ikitumiwa na watu wengine. Hallelujah. Mimi niliambia Mungu, mimi Mungu usinibariki nikiwa mzee. Saa ile siwezi eza kwenda swimming. Siwezi eza kukula nyama ndio napata pesa ya nyama. Nikiwa na miaka 80 ndio natinaanza kuendesha, nataka kuendesha Range Rover Sport. Aje. Bwana Yesu asifiwe. Mimi I think tulikuwa tumeenda maombi na mke wangu. Alicheka. Mimi nikiomba tumeshikana hivi. Na hata leo mimi ukumbuka, Mungu nimekuomba. Nimekataa roho ya umaskini. Mimi Mungu nibariki nikiwa mdogo. Mungu Baba nimekataa. Saa ile sina meno ndio napata pesa ya kukula nyama. Napenda nyama. Bwana Yesu asifiwe. Imagine meno imeanza kuleta shida. Sasa hizo ndio uko miaka 85, ndio baraka zako ati what belong to you ndio unapatiwa. Mimi nasemanga urithi yangu, mimi nipatio yangu ni rithi, alafu niwaachie watoto wangu. Si niwaachie watoto wangu warithi, ile nilikuwa ni rithi nikose. They enjoy what belong to me. Hapana, hata mimi hata ni enjoy. Bwana Yesu asifiwe. Even you need to enjoy. Hata wewe una need kuendesha hiyo gari mzuri. Una need kuishi maisha mazuri. Si kusema tunawekea tu watoto wako. Hapana. Kila mtu na maisha yake. Love yourself. Jipende. Hallelujah. Atikia wakati ukiingia kwa mkahawa unaanza kutendemeka, uroraga saidi ya praises. Unaanzanga na praises. Nikigiota uwezi ingia mkahawa useme leta kuku kwa juu utastuka. Mimi naamini the God we serve is a mighty God. This man was very strong. Na Freyanga alikuwa amemwambia, unajua hakukuwa na bembereza. Alikuwa anamwambia hata kama ni vita. Hata kama ni vita, I'm strong, tutachapa. But what belong to me? Lazima nitoke nayo. Unaona, lazima utikie kutoka hapo. Lazima utikie hii life umekaliwa. Useme enough. Hallelujah. Useme enough is enough. Hii maisha sikai tena. Hata kama ni kukufa, nitakufa nikienda. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiria akisema hivyo, unaona hapo Joshua hakukuwa anaongea, alikuwa amenyamaza. Anamwambia mimi, what belong to me nilipromisiwa na Mungu. Na nimekujia. Na hata venye nilikuwa na chapana, I'm okay. Hata kama ni vita, I'm ready. But what I want is my inheritance. Nataka mpate hiyo kiserani. Ukasirike. Useme leo, enough is enough. Chochote kilicho changu, I claim it by fire, by force. In the book of Hebrews 12 verse 29, inasemanga aje? Our God is destroying fire. Hallelujah. Ingine inasemanga our God is consuming fire. Sasa mimi kuna wakati nitishanga moto. The Bible says, Yesu alishinda shetani through the word. Alikuwa anamwambia it is written. No hakukuwa anamwambia si lazima ati ujue ati ilikuwa imeandikwa kitabu gani. Yeye alikuwa anasema it is written that our God is consuming fire. Baba ninaomba ule wote akona kitu yangu ninateketeza kwenye yako, uachilie. Unasikianga watu wanasema nasikia nikichomeka. Atachomeka mpaka awachilie. Hallelujah. Mpaka awachilie. In the book of Genesis, God created a male and a female. He gave him dominion over everything. Genesis 1 verse 28. Hebu tusomee hapo kidogo tu tukizie. Who are you in the kingdom of God? The power and authority that God have given you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unateseka. Na umepatiwa mamlaka over everything. Mwanzo 1:28 Biblia inasema Mungu akawabarikia
Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Haleluya. Hebu rudia. Ati mkatawale. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. That was the first promise that God alikupatia kama binadamu. You have authority over everything. Everything. Kwa maji, you have authority. Kwa hewa, you have authority. Anything have life is under you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu moja ukisoma hapo Genesis, nafurahianga ukikuja Genesis 2 about the Adam and Eve. Shetani alikuja akawaonesha you don't have nothing. Bwana Yesu asifiwe. Imagine, si Mungu aliwapatia authority. Na Biblia inasema at God created male and female on his own image. Si ndio? Waliumbwa kama venye Mungu wako. Hapa shetani akakuja akawadanganya akawaambia, ukikula hii tunda utakuwa kama Mungu. Si ndio? No, already walikuwa kama nani? Unaona shetani tu anakudanganya tu, ati ukifanya hivi nitakufanya kuwa tajiri. But ni utajiri wako tu ule uko nayo, hata kusaidia hata siku ikuje haraka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakuja kukuambia leo, you have the power and authority over your life. Imagine you are the descendants of Abraham. In the book of Galatians 3. Usikie wewe ni nani? What you inherit. Before we continue na huko mbele, before tuendelee, Galatians 3 verse 6. Some hapo. Wagalatia 3:6. Biblia inasema, kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Aha. Utajisomea huko kwingine. Na imeendelea hapo chini. Because of faith we become inheritance. Become the descendants of Abraham. Imagine ile kitu imekuleta hapa ni kuamini kuna Mungu. You have faith there is God. Hallelujah. And only that is what you need. You just need to have faith. You just need to have faith so that you can be able to declare and to claim what belongs to you. Hallelujah. Imagine every promise. Every promise. Ili promise you Abraham, you are the inheritor. Wewe uko hapa. Imagine utajiri wote wa Ibrahimu iko ndani yako wewe. It's just to claim it. Can we raise and claim it? Amka ukatae useme kama wale wasichana 5 walikataa maisha ya kufinyiriwa, wakasema I know this belong to me. I will walk with favor. Hallelujah. Umefinyiriwa na unaamini. Faith without an action is, si tutumie hii faith. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ametukalia. Na wacha nikwambie, shetani si hivyo tunafikirianga. Naambianga watu
You just need to be prayerful. Another day niliambia jamaa mwingine, dhambi inakuanga iko ndani yetu. It's just matter of praying, you raise against it. Na ndio unaona Yesu akiambia you can't pray even 1 hour. Na akasema ukikosa kuomba you shall fall in temptations. Sasa every question yenye uko nayo, the answer is prayers. The answer is prayers. Unaona hiyo favor unaitisha, ati Mungu naomba kibali, nikienda pale wanitikie, venye nitasema waitikie. You just need to pray. You just need to come and raise, useme what belong to me, I claim it. Bwana Yesu asifiwe. Tumeishi maisha ya kufinyiriwa na shetani. Imagine huwa nakaa nasoma nasikia tu afadhali kuishi kwa Mungu. Because the Bible says in the book of Mark 11 verse 24 about faith. Mark 11 verse 24 inaongeanga anything when you pray and believe in the name of Jesus, you will receive it. You will receive it. Marko 11 mstari wa 24, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Amen. When you pray and have faith in God, uamini huyu Mungu, you will receive it. When you shall command, hapo juu inasemanga, you will be able to command the mountain, iliende in the other side, na itaobey. Bwana Yesu asifiwe. You have power and authority over your life. Imagine Mungu amekupatia nguvu na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekupatia nguvu na mamlaka. You just need to emphasize the faith you have in God. How do you trust this God? Una need kuamka, uambie Mungu, ninakuamini na ninajua utabadilisha hii mambo. There was last year, my father was very sick. Na kuna mambo hajamaliza kufanya. Ameretire juzi, alikuwa anafanya Thika level 5. Akaenda akafanya operation ya kwanza. Kaambiwa alikuwa anataka kugongo stroke. Kaambiwa ataoperatiwa kichwa. 60 years old man akioperatiwa kichwa. Tukaambiwa hapa sign is 50-50. Nikamwambia hiyo ni yako. This man will survive. I have my prayer partners. Nikawaambia tuamke tuombe. Hivyo ameingia theater na sisi tutakuwa tukiomba. We prayed. Huyo mzee alitoka akiwa uhai. Immediately shetani akajua hapana, huyu mzee kuna mambo hajafanya, kuna mambo ya familia hajafanya. Akajua huyu hapana. Immediately akakuwa tena ati venye ameoperatiwa kichwa, damu kuna mshipa isijui kulifanya nini. Saa damu inakuja inamwagika kwa tumbo. Kasemekana tena atafanyiwa operation nyingine. Jo shetani. We shall not die prematurely. I declare the word of God is written. We shall not die prematurely. Mikaambia Mungu, kama hii si kifo yako, huyu mzee aendi. I call my spiritual mother, Apostle Jane. Nikamwambia my father ameenda theater mara ya pili. Niombee mom. I raise my friends. Tukaomba. Kuna maombi unaita marafiki wale unajua. We prayed. Tukaclaim aendi. Na hakuenda. Now it's very strong. Hallelujah. There is power in prayers. Shetani unaona anataka kukumaliza na unakaa tu. Unagojea. Hallelujah. In the book of Acts, James venye aliuliwa, wakajiita Paul. Hallelujah. The church raised, fasted and prayed.
Bwana Yesu asifiwe. Wakaomba mpaka milango ya jela ikafunguka. So there is power in prayers. Bwana Yesu asifiwe. Unakataa, it is written, I will not die, I will live to proclaim gloriness of God. There is power in your tongue. Tukataa, unakataa maisha, unakataa, unasema niye maisha mane darega. Imagine when wewe rito do gwanyu tikaro kama gari. Vitu zingine tunakataa. Juzi nimeambia my wife, sasa hapa kwenyu sasa hakuna, by the way hakuna mtu ameinunua gari. Watu wako na pesa, no mga gari nekeria ni waste pesa. Gari ni waste pesa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nikamwambia sasa, you must overcome this. You must pray and you raise against that spirit. Ndio uweze to drive yourself. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Vitu zingine unaangalia kwenyu unasema hapana. Kama hii si mzuri unakataa. Yenye mzuri una inherit. Belong to me. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu waliomba. The church prayed. The church prayed. Wakaomba. Milango ikafunguka. I prayed and trust in the Lord. My Father, hiyo ni ile testimony yangu. Si hiyo story ile unaambiangwa, hiyo babangu alifufuliwa na Mungu. Unajua si lazima tusemange gaiwa Ibrahimu, ati Mungu wa Abrahamu. Sasa tunasema Mungu wangu alinitendea, aliniponya. Unasema Mungu. On last Sunday in our church tulikuwa another lady tulikuwa tunaomba naye, alikuwa na kaza stage 3. Nikamwambia haki ukufi. Tukaomba, alikuwa amekuja kurudisha kuambia Mungu asante. Ameenda all chemos, ameambia kwa sawa. There is power in prayers. God heals. Hata hiyo naambiwa kansa, that is a demon. Unaikataa. Unasema hii magonjwa ya kishetani ya Egypt nimekataa. Hallelujah. Because God have given us power and authority. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekufanya ukuwe hivyo, na ndio umejuana na yeye, ndio ukomboe familia yenu. Wewe ndio unafanya familia yenu kule shida. Kwa nini unaachilia familia yenu kule shida? Praise God. Wewe ndio unatakikana kufungulia watu wenyu waende nje. Kwa ajili ndio wewe umejua, Mungu amekupatia that wisdom, ukajua mambo ya maombi. So you deal with it. Unasema wewe si tangu, ndoa yako itasimama, haitaisha. Na haitaisha. Si ushinde ukisema kwa ajili ya bombangi sitamuombea. Wewe ndio Mungu amekuchagua uombee familia yenu. Na ukichoka Mungu anakuondoa, ana raise mwingine. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. We just need to claim what belongs to us. Tumefinyiriwa for long. Tumefinyiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niliogopa kama shetani alijaribu kukaria Jeremia. Shetani imagine ukisoma Jeremia 1, hiyo story yote usikie venye Mungu alikuwa amempatia, akamwambia I have given you power and authority. Again akamwambia you will give, you destroy, you will build, you will plant. You know, imagine that power. Enda Jeremiah 37. Jeremiah 37. Sasa nataka kukuonesha how devil works. You have your inheritance. Na the moment unaenda kufikia your destiny, shetani hapo ndio anaanzanga kukuinukia. Bwana Yesu sifiwe. Yeremia 37:11. Mstari wake wa 11. The Bible says, hata ikawa jeshi la Wakaldayo lilipokuwa limevunja kambi yao mbele ya Yerusalemu kwa kuliogopa jeshi la Farao
Ndipo Yeremia akatoka Yerusalemu ili aende mpaka nchi ya Benyamini, alipokee huku fungu lake kati ya watu. Naye alipokuwa katika lango la Benyamini, akida wa walinzi alikuwapo, jina lake Iria mwana wa Shelemia mwana wa Hanania. Akamkamata Yeremia nabii akisema, unakwenda kujiunga na Wakaldayo. Amen. Verse 12. Wacha nisome na Kizungu. So I started to leave Jerusalem and go to the territory of Benjamin to take my position of my share of the family properties. Yenyu inasema hivyo. Hallelujah. When I reached the Benjamin gates, the officer in charge. Hallelujah. Rango. Bwana Yesu asifiwe. The moment alienda kufanya nini? Imagine the word of Jeremiah. Unajua kwenye Yeremia alikuwa the chosen. Walikuwa wanaongea na Mungu hivi. Alafu hapa kaaskari kamwambia uendi ngo. Na alikuwa anaenda, unasikia Biblia inasema alikuwa anaenda kupossess who belong to his family share. Kitu ile yake. Hallelujah. Si hata juzi Kashagu ameitwa wa shareholder. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anasema naitisha share yangu. Hallelujah. Ni lazima mtu aitishe share yake. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. This man Jeremia mnamjua. Unajua hapa watu wengi ni wasomi wa Biblia. Hakuna kitu inakuwa ngumu kama kuhubiri kwa mlima, afadhali kwa kanisa. Hallelujah. Unajua unahubirianga mabishop, mapastor, Mark Bishop kama Martin, ana hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nakuambia hivi, this mighty man of God alizuiliwa na ka watchman. Akaambiwa, with all your anointing and the power you have, hauendi ngo, hauendi. You will not possess what belong to your family. Chochote chenyu utachukua. Take it. Imagine tumefika hapo. The moment umekaribia kuingia rango, ndio uweze kuchukua your inheritance. Shetani ameingia. Ameleta maugonjwa. School fees imekosa. Umefutwa kazi. Hallelujah. Sasa hizi shetani ameanza kutafuta watu wa Mungu. Hiyo ni wakati wa Yeremia. Na wewe unasemanga, mimi nikienda nafikanga mahali nakuta kibroka. Hapana, you need to raise. Usimame kama Caleb. Useme niko na nguvu. I know the word of God. Hallelujah. I will possess what belong to me. Nitachukua kile kitu yote ni yangu. Chukua ya mtu mwingine. Hallelujah. Kuna watu wanakuanga wamekaa kwa marango. Na wanakuanga wako pale kukuzuilia. The only weapon you have is prayers. To know, read the word of God. To live a righteous life. Holiness. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says our body is the temple of the Holy Spirit. Wakati Yesu alikufa, alituachia nini tukange nayo? So you just need the Holy Spirit. Naye akaangi mahali kuna dhambi. Akaangi mahali kuna dhambi. As long as you want the help of the Holy Spirit, you must be holy. Hallelujah. Uwezi kuwa umeokoka finje alafu you expect the Holy Spirit akuje akusaidie aje. You must make a good decision. Nimeokoka, I want to serve God, I'll be holy. So the Holy Spirit will help you to pray.
Si tumeambiwa the Holy Spirit will reveal the secret of. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama unataka kujua urithi wako, kama unataka kujua kwenye kuwe kwa mambo imekwama, una need kuwa na maisha ya utakatifu. You just need. Hiyo inanga plan B. Hakuna. Una need kuwa mtakatifu. You can't serve two masters. You need to serve God or serve devil. Now if you need the help of the Holy Spirit, hii nyumba hekalu, hii nyumba wacha ikuwe takatifu. Wacha Roho Mtakatifu apate nafasi ya kuishi. Hallelujah. Ndio aweze kukusaidia. Imagine kama Jeremia anaweza ekewa gates. Who are you? You need to be prayerful. You need to live a life of a prayerful life. Una need kuwa unaomba kila wakati. Siku nyingine nimeambia my wife wakati ile nimerelax. Kama binadamu kuna wakati mambo inakuanga hivi, ukiangalia biashara zinaenda vizuri, ministry iko sawa, huna mambo inakusumbua, unakuta hata ukitoka ulisahau kuomba. We are human being. Let us speak the truth. Unajikuta umeingia kwa gari ndio unakumbuka kaisi kuomba. Rabasheke takapakata. Mungu Baba nimeomba. Naifunika na damu ya Yesu Kristo. Si ndio? We usually do that. Naye ndio sasa shetani anakujanga umerelax. Anakuja. Pa! Unaanza hoi ile fire brigade prayers. Unakuja Mount Horeb mbio. Bwana Yesu asifiwe. Makatakata. Tunashangaa jamaa anaomba whole day. Na ni wewe ulienda ukalala. Shetani akakuja akakuhit. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha nikuambie, as long as you are born again, as long as you allow the Holy Spirit, anything that happened to your life you shall know. You discern it. Unamkanga unasikia, nasikia kukasirika kwa nini? Sitaki story. At the end of the day, ukikosa kuomba utakasirika. Ni ukweli. That is true. We just need the Holy Spirit. Na kuwa tunaomba, Mungu akikuliviria kitu, the weight of the matter. Usi unaota sisako amegonga na gari na unasahau na unaenda una relax. You need to raise and pray. Kwa ajili Mungu always reveal to us. Bwana Yesu asifiwe. Mimi najua through prayers inabadilishanga mambo. Mimi imenibadilishia maisha, maombi. Hakuna kitu kingine najua. Mimi ndio na wa encourage. Kama ni huyo mtoto, shika huyo mtoto. Sema huyu mtoto atasoma, atamaliza na atapata kazi. Tunaombangia watoto tu. Na kuna kitu kingine wacha niwaambie. On Saturday nilikuwa mahali tuko tumeenda maombi as a team. There was a teacher. Alituambia kuna kitu moja tunasahau hangi. Unakuwa Joshua akisoma, mimi na nyumba yangu tutamtumikia. Tunaombangia watoto wangu wa prosper. Naomba watoto wangu wasome. Na sikumbukangi kusema watoto wangu watamtumikia Mungu. Akatuambia walikuwa na a case. Yeye ni mwalimu wa shule fulani Kirinyaga, Agasco. A case ya msichana ameingia kwa hii mambo ya wasichana kwa wasichana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua venye walienda akaitwa na mbele ya mzazi wake alisema, naweza wacha hii mambo ingine, na mzazi wake wacha nikuambie ni mtu ameokoka. Na si kuokoka tu, is a reader. Na unasikia msana wake ako kwa timu gani? Na unajua alisema anaweza wacha hiyo mambo ingine yote, no hiyo haezi wacha. Na alikonfesia mama yake. Mama yake alianza kulia. Alikuwa anafikiria ni kuwekelewa, but the girl confessed. So even prayers, you need to tunaclaim mtoto wangu, huyu mtoto hata ingia kwa vikundi hizo. Huyu mtoto hata si tu kusoma.
Bwana Yesu asifiwe. We need to pray. Sisi wenyewe. Hallelujah. Ni sisi na watoto wetu na familia yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. We shall inherit what belong to us as with our generation. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutamalizia in the book of Acts 16. Acts 16. Matendo ya Mitume 16 verse 15 verse 25. Matendo ya Mitume 16 mstari wake 25. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Amen. After what? After what? After and singing to the Lord. Imagine the foundations. Imagine the foundation. Imagine hiyo mambo imewakalia. Hiyo mambo imekuleta hapa. You just need to pray and worship your God. Si mimi nimesema, the word of God. The foundations ilikuja kama mtetemeko. Hallelujah. It shake the foundation ya jera. Na hata hao wafungwa wengine. Imagine you are carrying the destiny of your family. Watu wale mnakaa karibu nao. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe umepepa. The moment walianza kuomba, wakaamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The chains zilifunguka na zikaanguka. Wewe umefungwa na nini? Pengine wewe umefungwa na masturbation. Pengine wewe umefungwa na roho ya immorality. Pengine umefungwa na roho ya poverty. Pengine umefungwa na cancer, diabetes, pressure. Pengine umefungwa hiyo yote. The only thing inaweza ifanya ianguke is prayers. Thank God you are prayerful. Bwana Yesu asifiwe. Waliomba, wakainua Mungu, wakamsifu. The foundation of your families that are not godly zikabomoka. Hallelujah. Kuna misingi lazima tuyajue, so that we shall enter in our destinies, so that we shall possess our inheritance. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tungangane, lazima tungoe. Kwanyu pengine mlikasiwa. Bwana Yesu asifiwe. Pengine ule mama alikushika wa kwanza alikukasi, akisema hutaisaidika. There is power in our tongue. Si ndio? Si watu wanakasiwa na ulimi. Na sasa we must destroy those foundations. Tusema maneno iliyonenwa kinyume na mimi na familia yetu, we denounce it in the name of Jesus. Hutaki kujua ni nani waliongea, but useme maneno, we nullify it. Ndio unaona Jeremia anaenda vizuri, anaenda pale mbele unaona life yako umeenda vizuri, but ukienda kufika mahali kuna kuja obstacles. Hallelujah. Kwa ajili kuna maneno ilinenwa ikasema huyu msana hataolewa. Ukipata relationship, mkienda mnapanga, wanakuja kwenyu that Saturday on Wednesday, jamaa anakuambia nime withdraw. Hallelujah. Unaambiwa
kesho ukuje kazi. Pengine it was on Monday. Unaambia on Wednesday ureport. Ulienda interview. Ukapita. On Tuesday jioni unapigiwa. Unaambia hold, we shall call you. Bwana Yesu asifiwe. Because there is some foundations. Ndio unaona watu walishikwa wakeko jera. Tumefungiwa. Tuko in a limitation. Kuna level hatuwezi pita. Hauwezi pata 10,000 ukipata mtoto anagonjeka. Wewe umewekewa, utakulanga na utakunywa, utalipa nyumba na utasomesha watoto. Beyond that, you'll never do anything else. Ukienda kupata pesa, ikifika 1,100, kuna kuja ugonjwa inabeba yote. Because there is some things that ilinenwa. Mtu aliingia na roho ya jirasi. Akanena, akasema huyu hataendelea. Huyu ataisha. Huyu hatabarikiwa. Ndio unaona sometimes tukienda step 2 mbele, kuna kuja kitu inakurudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ile kitu itatusaidia is to be prayerful. To be prayerful. Na si kuomba tu hivi kuomba. Ni kuomba kujua neno la Bwana na kuishi maisha ya utakatifu. I have some friends. Another guy. Mungu akampatia kibali. Maeneo yetu akugua is shining. Huyu jamaa akaendelea. Akafika mahali akaona hapana. Wacha nifikirie niingie kwa haya mambo ya dunia. The moment that guy aliingia hiyo mambo, hiyo utajiri yake yote ilikuja chini ikaisha. Kitu yote imezaliwa na maombi, it will be maintained by prayer. Wacha nikuambie the truth. Hii kitu umeombea hapa, what will maintain it is prayers. Ukikosa kuomba itaenda. Shetani atakuja na ataibeba. Kama ulipata mimba yako hapa, ukaomba, oh Mungu nipatie mtoto wa kijana, huyo mtoto ataishi through prayers. Ukikosa kuombea hiyo kazi, kuna wale wanapeanga kazi na mambo ya nini ya kutoa bribe. Hata promotion anatoanga pesa. You know it. Wale wanajipeananga mili yao. Akitaka promotion ataona ule manager atakuwa hapo. The same thing. No, ule kazi yake inapatikananga kwa magoti. You will maintain it. Even the promotion itakuja through prayers. So if you are a prayerful, kama wewe ni muombezi, if you want to join this club of prayers, you must be always prayerful. Au kae maisha ya kawaida tukuombangie. Si unajua sasa hivi tunaombea nchi. Kuna watu hata they don't mind. Kenya itaendelea. Na lazima as God have laid, we must stand in our position and pray. Hallelujah. Kama wewe Mungu amekuchagua ndani ya familia yanyu, ndio ukomboe familia yenu, lazima uombee kila mtu. Like me. Mimi sinanga alternative, I must pray for them. Sisangu lazima nimuombee. Niombe babangu na huwa na crave. Huyu mzee hata kufa kama hajajuana na Mungu. Hata imagine inakumbukanga usually haki Mungu ni mzuri. I love God. Hiyo wakati babangu alikuwa ako theater. Nilimwambia daddy, na hata mimi nilikuwa ule mtu unamwambia wacha ukiingia theater butohoe itikiro honoke. Yeye itikio wokoke. Sasa bado niko ile wacha nikuombea daddy wokoke. Na yeye daddy kwa jia alikuwa mgonjwa akaitikia. Tukaomba akaokoka. Halafu akaenda akamaliziwa, akatoka hospitali, akakuja nikasema akuje kwangu, akakaa kwangu. Akiwa kwangu, akirudi nikasikia mzee kuna kakitu alikuwa is a smoker. Amenuka kakitu nimesikia. Mmoja dadi kwani kulienda aje? Tari mtwe. Ni kichwa. Sasa nikaona nimalize na hii. Naambianga Mungu, huyu mzee hata kufa akiwa mwenye dhambi.
mzee ataokoka. Ataokoka. Umasi huwezi kufa kwa jinsi sasa umefanya hiyo yote. No. Lazima uitikie kumuombea. Huyo brother yako usimchukie. Hata kama amekufika unafikia umefika mwisho. Na kuambia venye Mungu anasema, anza kumuombea ndio hata wewe ubarikiwe. Huyo unasikia utaki kuombea. Hivyo ndio Mungu anasema. Leo Mungu anakuambia, huyo mtu unasikia amekukasirisha. Huyo unasikia hapana, huyo dige oera. Huyo ndio Mungu anataka umuombee, ndio na yeye Mungu akufungue. Si mimi ninasema, sasa nimetoka kwangu. Sasa wewe ndio unajua. Unasikia hapana. Hii hapana, usiwezi muombea. Amenifanya, ameniharibia jina. Imagine Mungu anakuambia umuombee huyo. Kuna mtu alinifanya kitu manze. Baka hata saa hizi naambia Mungu nisaidie kumpenda. Najiombea tu. Kwa umesacrifice like 100,000 na mtu. Umeinvest ndani yake, alafu anakudisappoint. Na anasema wewe uko na wivu sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wewe hata umtakiangi, wewe uko na wivu, unatakanga aishi na unatoa pesa yako unampatia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unatumia juu ya maisha yake. Na Mungu ukienda kuomba anakuambia muombe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia ndani yako gai mwadhani mudu hoya gata. Mungu hapa mtu anaombanga aje. Sasa hivyo ndio nakuambia. Mungu anakuambia hivi. Huyo mtu amekukasirisha, sijui naongelesha nani. Umesikia ndani yako hapana. No. Imagine una need umrelease na umuombe. And after that, God will solve your case. God will solve your case. God will solve your case. Familia yenu umekuwa na vita. Unasikia hata wengine huwezi waongelesha. Wasamehe. Kuna watu tumesomewa hapa about faith in the book of Mark 11. Tumeambiwa forgive others so that God will forgive you. Imagine, nataka tuombe. Sijui kwa nini nimesikia hivyo ndani yangu. Kuna watu wameumizwa sana ndani ya moyo zao. Nataka tuombe Mungu to forgive others. Nataka tutubu. Tuambie Mungu tusaidie kuwapenda. Ndio tuweze kuomba maombi ya kuclaim what we have, what belong to us. Forgive those. Wasamehe tu. Wamekufinya. Wengine your friend amekujanganya bwana. Forgive. Yes. Rafiki yako amekudisappoint. Forgive today. Tumuombe Mungu akupatie hiyo roho of forgive. Mforgive na umuombe. Uambie Mungu msaidie. Naye Mungu atasolve yako. Na najua this word was meant for somebody. Najua kuna watu kutoka leo hiyo maisha mnaishi inafika mwisho. Inafika mwisho. Kwa ajili Mungu hakuna neno lake anatoanga without a reason. Mimi nimesikiza words za Mungu, nikafanya kama matendo ya Mungu, na the moment I pray, Mungu amekuwa akinifanyia. Nimeona akinitendea. Mimi am a living testimony. So even you are a living testimony. You will not die until you inherit what belong to you. What belong to you. You will not. Anaambia shetani ngo, siendi until I inherit what belong to me. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Chile chote unataka na kitu mwingine tukiomba, hiyo kitu sijui if Mungu anibariki, sijui what I can do. Naweza taka kutoa kila mtu kwa umaskini. Imagine God amekupatia a lot of wisdom kwa juu uko na umaskini, hata useme ionekanangi kaa kitu. Mimi nataka tushughulikie hizo kwanza. Those two spirits.
the spirit of forgiveness. Tuambie Mungu na tusamehe hawa watu. Then we raise again that spirit of poverty. Kwa ajili Joshua kwa ajili Jeremia hakukuwa anaendea inheritance yake. Kwa ajili Ana alikuwa amebarikiwa. But what belongs to you, you must claim it. Lazima you know your rights. Bwana Yesu asifiwe. You must claim what belongs to you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Let us stand. We want us to pray. Isaidie hapa na praise and worship kidogo. As we worship our God. As we pray God, Bwana naomba unisaidie kusamehe. Forgive them. Praise and worship, na hope mtajiharakisha kidogo. As we worship our God. Raba sheketeri baba zinde. Jipeleke mbele ya Mungu. Ambia Mungu akusaidie kusamehe. Forgive. Wasamehe au wote wamekufanyia jambo. Au wote wamekukosea. Raba sheketeri baba zinde. Rama seketera babo shikara baba zinde. Oh God, the King of Kings. Oh my Father, Lord, I pray. I forgive, oh Lord. Wale wote wamenikosea Bwana. Wale wote wamenifanya mambo yakaumiza roho yangu. Oh Lord, I pray for forgiveness, Lord. Ninawaforgive Daddy. Ninawasamehe Jehova. Ninawasamehe Daddy. Ninawasamehe Jehova Jireh. Oh Lord, my God. Rababo sheketeri baba zinde. Rama shekata rababo zinteri baba zai. Roko pozika rababa shikere baba zinde. Rikabaganda rimama zinde ribaba zai. Roka pazika tariba baba shikerere. Rima mama zikara baba zanda. Rozoko torobo shikara mama zia. Ribaba boziketeri mama zaya. Mwadhanine twakoya. Mungu tunakuomba. Oh Lord, help me to forgive and forget. Father, I forgive them, Jesus. Oh Lord, I forgive them, Lord. I forgive them, Jehovah Jireh. I forgive them, Lord of Lord. I forgive them, Jehovah Jireh. Oh, heal my heart, Daddy. Rababo shikarabagande ribababa zande. Rozoko torobo shikarababa zaya. Rinere bababa zikarababa zinde. Rozaka tarababa rabayande. Reke tarababa zikaramama shanta. Rekabaganda ribababa zende. Reke tarababa rabazia. Rose kataribaba shikerere. Rimama zakatariba zai. Oh Lord, the God of greatness. Oh Lord, ninawasamehe. Baba, ninaomba Bwana nisamehe kwa dhambi zote nimetenda. Baba, ninaomba unisamehe Jehova. Baba, ninaomba unimesamehe. Nimekuwa nikiishi maisha sio utakatifu. Oh Lord, my God. Ramashika rebosi katariba bazinde. Ribabazika rababa kuribazia. My God, ninaomba nisamehe. Nimekuwa nikiishi maisha isiyokuwa ya utakatifu. Oh God, forgive me, Lord. Oh ribaboshi karama mama zikarara. Rezeketeri baba baba rabazinde. Rosha rakata rababa zai. Riba katari mama zikarababa zande. Rosha karababa baba zinde. Oh God, forgive me, Lord Jesus. Forgive me, Lord. Nisamehe Jehovah Jireh. Nisamehe Mungu wangu. Nisamehe baba yetu. Nisamehe Mungu wangu. Unastahili Bwana. Unastahili Jehovah Jireh. Nisamehe Mungu wangu Daddy. Oh Lord, I love you Jesus. Rapa shikatari baba zinde. Oh Lord, we love you.
Ashakara baba zinderi baba zai. Ramashikada baba zai. Omba, ambia Mungu akusamehe. Umekuwa pengine uishi maisha utakatifu, pengine utakuwa ukiendea na mienendo mizuri. Ambia Mungu akusamehe. Ambia Mungu akusamehe. Ambia Mungu akusamehe, so that you shall be able to ask, to claim what you belong to you. What belong to you. Oh Lord, my Redeemer God. Father, I worship your name, Jesus. Rapakatari baba zikata. Rapakete kabazoko robo shikete riba zinde. Rabazika rababa zinde riba babazai. Oh God, forgive me, Lord. Forgive me, Jesus. Forgive me, Lord. Forgive me, Jehovah Jireh. Nisamehe Bwana. Nisamehe Jehovah Jireh. Oh Lord, we love you. Oh Lord, we bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Kuna ombi nataka tuombe. Ombi moja. I want us to raise against the spirit of poverty. Me, definitely I hate that spirit. Nataka tusumame. You know, hata kama wewe ni tajiri, kuna mahali hujafika nia. Hallelujah. And now when we are praying this prayer, claim who belong to you. Vitu zako zinatumika na mtu mwingine. What is yours imeibiwa. I want us now tukasirike, piga makofi, oitisha what belong to you. Raise against this spirit of poverty. Shetani ametukalia. Amekalia prosperity yako. Tujipeleke mbele ya Bwana. Hakuna wimbo hapo. Rapa zeketa baba zinde, rapa kata rababo shiketeri mama zinde, roza kata riba baba baba rabayande, reza raba shikara baba zinde, rozo koto robo shikara mama yande, reketa raba baba baba rabazinde, reka bakata rama shendere baba zai, rozo koto robo shikara baba yande, rekata rama mama zikara baba zinde, resha rama zikata, reka baganda raba baba zinde, rosha raba baba raba zinde, rozika rama mama zinde, shaka raba baba raba zanta, reka bakanta riba baba zinde, rozo korobo shikara mama zai. Oh Lord, Jehovah Jireh, the King of Kings, the Lord of Lords, Bashari baba baba zikara mama zai, riteke pazikara baba bashinde baba zinde. My Father, my God, I raise against the spirit of poverty. I raise against the spirit of poverty. Father, Lord, I ask for my inheritance. I raise against the spirit. Rakapakatari mama zanda, rokopozikara baba bashinde. My God, silver and gold belong to you. Silver and gold belong to you, Jesus. Silver and gold belong to you, Jehovah. Father, we claim what belongs to me. I claim my prosperity. I claim what is my inheritance. I claim it now. Rabakatara mazikatai, Rebekatara baba zinde, Roshaka rababa zanda, Rekabakantari mama zinde, Rasheka rababa zaya. Hey, Riba baba zaya, Roshaka ramakantari mama zinde, Rokabaganda baba zanda. Father, Lord, I will not die. I will live to claim what belongs to me. Devil, you are powerless. You have no any authority over my life, over my life, over my life. You have been given power and authority. Oh, to uproot. God have given you power to uproot
Every spirit of poverty, let us uproot it. Uproot it with its roots. My family, we will not die when they are poor. Oh my God, what belongs to our family, I claim it. I claim it. I claim it. Makakakara baba baba zide, Rosha karama mama zinda, Reketara mama mazai. The land of our inheritance, the land of our family, I claim it. Roposhe keteri baba 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 zikere rapakata ramazekate rapakara baba shikata ramamazinde. Pray. Rapakata rababa zika. Lazima tutawachiriwa. Kile chote ni chako lazima kiwachiriwe. Chochote chako lazima kiwachiriwe. What belongs to you by fire, by force, remita, kremita, kremita, rakapakata rababa zikata. Hey, we will not die. I will not die. I will live to proclaim the glorious of my God, my Father, my God. Oh, rimakata ribaba zikata. Claim the blessing of Abraham. Masoko torobo zikata. Father, the Bible says by faith we shall inherit the blessing of Abraham. By faith, rakata kapazikata. Hey, rebeketeri baba zikata. The blessing of Abraham. Through faith, we become the inheritor. Hey, we shall prosper. Oh, we shall become famous. My God, my God. Reketara baba 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 zinde. Roshe ketari baba zinda. Rebakatara baba baba zikete. Reshakari baba baba zanda. Rozo kotoro baba zika. Claim your blessing. You are the Son of God. You are from the tribe of Judah. The tribe of Jesus. Jesus was not poor. Abraham was not poor. Jacob was not poor. Joseph was not poor. We are the descendants of Abraham. We claim what belongs to us. Makarababa shikata. Rebekete ribaba baba zikerere. Rosha rama mama zikete. Rekabakata ribaba. Mashara baba baba. Rekapazika tarama mazai. Through faith, we become inheritor. Every promise in the book of Genesis 12 verse 3, when God called Abraham, whoever shall bless you, I shall bless them. Whoever shall curse you, I shall curse them. I declare today, I am blessed. Whoever shall bless me, God will bless him. Whoever shall curse me, God, it is written, will curse him. Makarababa Zanta. Oh, we are the descendants of Abraham. Claim what belongs to you today. Claim it. Masharababo zikete yande. Rabababa zikete. Rosha karama mama zinde. Makarababo zikete ribaba zinde.
Roshakarama mamazaya. Rekabaganda rabababazinde. Rashakatarama mazaye. Roko pozikarama mazia. Hey, ribabababarabazikete. Rekamakatari mamazanda. Roshakarama mamazinderere. Rabakatari babababazinde. Rosekederi mamamazaya. Oh, Jehovah Jireh. Every family curses be destroyed today. The curse of the family. Oh, Makatari babazai. Every word that was spoken against us, we denounce it now. We denounce it now. We denounce it. Denounce it. Every word, every curse. The people say in the book of Genesis, my God, my Redeemer. Genesis 12 verse 3. That whoever shall bless Abraham, God shall bless him. Whoever shall curse you, God will curse you. Every curse that was spoken against you. Makata rababababarabayande. Hey, rababababarabajiketere babazinderere. My Father, my God, oh my Jehovah Jireh, release your people for every bondage, every curse that have been spoken over their life. My God, let your presence come. Every curse that was spoken against your people, I declare this blessing. These people are blessed. Kokoto wamefungwa through the prayers. Father, we shake the foundation of their families. We shake the foundation of their families. Shake the foundation of your family through prayer. Oh, kapakata kabazakata. Oh, shake it now. Shake it now. The foundation of your families. Every chain must be broken through the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Every foundation must be broken. Must be. Rabababa shikara mama zande. Hey, there is power in the blood of Jesus. That break every chain. Power that break every chain. Speak the power of the blood of Jesus through faith. The blood of Jesus. The blood of Jesus that break every chain. Every prisoner. The gates of prison. The prison of poverty. The prison of sickness. We break those gates. We break those gates. And feel spiritually. We come out of those gates. Those prisons. We come out now. We come out of prisons. The prison of poverty. The prison of sickness. Oh, Zakata Baba 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 Rabayandi. Hey!